Ningependa tu niwaambie watu ya kwamba waende kwa Kristo. Kristo ndio suluhu na huwa anatenda. And if you have been here, make sure you hit that subscription, like and share. Ladies and gentlemen, leo hii tumetembea mahali panaitwa Mazembe. Trust Ministry Church. Ministry of Christ. So ladies and gentlemen, tuko hapa tunataka kupiga interview kidogo na leo ni mwenyekiti, tunataka kuongea na mwenyekiti. Bro, vipi? Poa sana baba. Bwana asifiwe. Amen. Yes. Majina ututambulishe, wewe ni nani? Kwa majina ni Shadrack Okwenyi. Hapa TMC mimi ndio chairman. Yeah. Chairman wa kanisa hili. Chairman wa kanisa. Pia wa development. Yeah. Mimi nimetamka vibaya tu. Hebu tamuka vizuri sasa. Hapa ni Trust Ministry of Christ. Ministry of Total Liberation. Kenlands Altar. Yeah. So thank you so much. Now tuulizane tu maswali kidogo 1 2. Yeah. Unaonaje kufanya katika kazi katika hekalu la Bwana? Kufanya kazi katika hekalu la Bwana ni vizuri na ina manufaa kubwa sana na pia Mungu utaenda kupitia kumfanyia kazi. Yeah. So sasa hivi maybe wewe ulianza lini ama ulianza kuwa mwenyekiti siku gani? Nilianza kuwa mwenyekiti ilikuwa last year. So far tuko na miaka 2 kufikia sasa, lakini sasa nimekuwa mwenyekiti kwa mwaka mmoja. Yeah. Safari kwaje kwa jumla, safari ya kazi, safari ya kukua mwenyekiti katika kanisa, safari imekuwa vipi? Safari imekuwa njema licha ya changamoto 2-3, lakini ni vizuri kwa sababu tuajaribu ama najaribu kwa uwezo wangu pia na kwa nguvu za Mungu. Yeah. Okay, maybe kazi yako kabisa haswa katika kanisa ama kama mwenyekiti ni yapi, na mwenyekiti wa development? Mwenyekiti wa development ni kusimamia miradi kanisani na kusimamia pia kanisa. Kama jambo lijamfikia mchungaji lazima liwe limenipitia kwangu kwanza. Ndiposa nimfikie mchungaji ili atupe mwelekeo kamili. Yeah. Sasa wewe mwenyewe umeona maybe your best moments wakati unafanya hii kazi. Ni nini hicho kizuri chenye una feel kwamba enyewe this is my best of all? Wakati maybe tuko pamoja na watu, tunashiriki jambo, alafu tunapata suluhu. That is, yeah. Na kuwa pamoja, kushare pamoja na mchungaji na tukisikizana inakuwa ni wakati mzuri kwangu. Yeah. Okay. Yeah. That's nice. Na ile wakati your lowest moment unasema enyewe hii Mungu kama umeniondolea hiki kikombe. Asante sana. So wakati mwingine kuna mambo mazito. Wakati unaenda kuelezea watu jambo alafu wanarejesha maybe kwa bad feedback. Wanarudisha bad feedback, that is. Yeah. Na unakasirika. Sisi ni wanadamu wote, mtu ukasirika na ni hivyo. Inakuwa. Na uko na familia wewe? Mimi nimeoa, niko na mke na mtoto. Si kijana, lakini bado ni kijana. Yeah. Nani si kijana, wewe si kijana? Mimi ni kijana lakini bado si kijana. Yeah. Kijana mzee. Kijana mzee. Naam. Hali ya kazi mimi huwa nafanya jua kali kwa stima. Huwa nafanya wiring na pia tuko na biashara kule Pondamali. Tunafanya kazi hapo. Yeah. Now wewe umesema wewe ni kijana. Now kuna zile changamoto, maybe some of the issues, umetaja familia, umetaja kazi, nao kanisa pia iko hapa. Maybe hata labda wazazi nyumbani wanakutegemea na wanakupigia simu kila wakati. Now ama how do you balance? Una balance vipi? Kujua kwamba umebalance mke wako, umemshughulikia vizuri, na mtoto, kanisa umeshughulikia vizuri, imekuwa mambo mazuri. Alafu hiyo ingine umeshughulikia mambo mazuri ama kikazi unafanya vizuri. How do you balance all that? Huwa tujaribu, lakini wakati mwingi ni kwa familia yangu kwanza. Wazazi pia watapata kiasi, lakini best ni kanisa pia bado. Lazima niwe supportive
kwa sababu ya wote. So nina play kwote. Yeah. Ninajaribu kwote. Yeah. So maybe what motivates you, inakupa msukumo kwamba kila Jumapili ama kila siku fulani lazima nichangamke story na kanisa, nichangamkie pia story na kazi tuseme kwa mfano. Ni nini hicho kwa maisha yako inakusukuma, inakupa that msukumo that motivates you every now and then ukichangamkia hii maneno? Mimi kusema ni Mungu, kwa sababu bila yeye singeweza. Pia ni familia inafanya niamke asubuhi kwa sababu ya kutafuta, na pia hata wazazi pale nyumbani wananitegemea. So ni lazima nirauke, na pia nimtangulishe Mungu ili afanikishe mambo ninayokusudia kuyafanya. Mambo zako zote. Yeah. Okay, katika hii shughuli zote za kila wakati, kila saa, kila siku, wewe umesema wewe ni kijana, hata mimi nikiangalia, hata mtazamaji pale anaona wewe ni kijana barubaru. Now, kuna vijana wengi. Jambo la kwanza, acha tuanzie hapa. Kuna vijana wengi wameingia katika hali ya mihadarati, washughuliki, hawaoni kama familia ni kitu cha maana, hawaoni kama maisha fulani ama kutumikia Mwenyezi Mungu si kizuri, ama kwao hawaichukulii kama dhamana kwa uzito fulani. Je, ujumbe wako kwao ni vipi? Mimi ningependa niwaambie kwamba maisha bila Kristo hayawezi. Kwa sababu usipomtangulisha Kristo kila wakati, ukitangulisha mihadarati, mwishowe utaangamia. Lakini ukimtangulisha Kristo, atakujenga, na pia utafikiria atakuwa na familia. Usipokuwa na Kristo, utaona familia ni kama inakusumbua tu, ama utaona ni gharama. Lakini ukiwa na Kristo, Kristo atakuelekeza, na utapata ya kwamba uko na familia, na jina lako siku moja litatajwa ya kwamba kulikuwa na Shadrach mahali. Ni hayo. Okay. Yeah. Swali, usione labda pastor ako pale na usiseme hili. Yeah. Swali langu ni, kuna siku yoyote amekukorofisha ama amekuweka kwa kona akakugonga mamungumi kidogo? Si physically but unaelewa vile nasema. Siwezi sema amewahi, kwa sababu siwezi kusema uongo. Ni vizuri kuongea ukweli ya kwamba hatujawahi kosana. Wakati mwingine ni mimi huwa namkosea, kwa sababu anaweza kuwa anakuhitaji umfeli. So mimi huwa namkosea. So ningependa niombe kupitia hata kwa watazamaji ya kwamba anisamehe. Kusamehe. Atakuja tuambie kama amekusamehe ama bado. So asante sana brother, unless kuna kitu kingine unaweza malizia. Ningependa tu niwaambie watu ya kwamba waende kwa Kristo. Kristo ndio suluhu, na huwa anatenda. Kama vile ameandika kwa vitabu vyake ya kwamba ukimtegemea yeye utapata makubwa. Ni hivyo. Ni hayo tu, na mbarikiwe. Amen. Thank you so much Mr. Shadrach. Na Mungu akusaidie katika huduma yako na kazi yako nzima, si ndio? Ama in the next few months few years unataka kufikisha hii church tuwe kwa level ingine ya kwamba tuwe tumepanuka, na atakaporudi tena apate tuko katika kiwango kingine. Amen. Thank you so much. Asante sana kwa wakati wako. Mungu akubariki. Amen. Amen.